Wakenya hamjambo, pahali popote mlipo. Ni mimi wenu Isaac Mungai, ama kijana msafi, youth leader wa chama cha DCP kaunti yetu ya Kiambu. Na nimeona watu wako na maswali mingi kule kwa mitandao, maswali mingi sana. Na nasikia wengi wakiuliza, sijui kwa nini Rigathi Gachagua hakupatikana, sijui kwa maombolezi, hakupatikana sijui kwa mazishi. Hii discussion imekuwa kubwa bana. Ma radio, ma TV, kwa mitandao, Twitter, kila mahali Gachagua ndiye wanaongelelea. Na sijui kwa nini wanasahau ya kwamba hata wabunge wenye shika mkono William Ruto, in fact wabunge wenye wako katika broad based, wale ambao wametoka hii Mlima Kenya, hatukuona pia kwa mazishi hawakuenda. And I also think 99% ya governors wale ambao pia wametoka Mlima Kenya sikuona kwa mazishi. Museveni ambaye ni rafiki ya mzee kwa muda mrefu pia sikumuona akihudhuria. Yule mtu mama Salmia pia sikumuona akihudhuria. Kagame sikumuona akihudhuria. Marais wengi ambao ni marafiki wa mzee katika Afrika sikuona wakihudhuria. Walituma tu rambirambi zao kama vile ambavyo kiongozi wetu Rigathi Gachagua pia alifanya, kwa sababu kupitia handle zake za social media pia alituma rambirambi zake. Na alifanya tu vile viongozi wengine katika Afrika walifanya. Lakini sijui kwa nini watu hawaoni hao wote, wanaona tu Rigathi Gachagua. Lakini tunafurahia tu kwa sababu huyu Rigathi ambaye wanaongelelea leo hii, wale waliomfukuza kwa serikali kwa njia ya madharau na matusi mingi. Mnakumbuka vile ambavyo alitesewa kule bungeni, akatusiwa na wamama wa ODM, akatusiwa na mama wa UDA, akatusiwa na wamama wa Kenya Kwanza, wakamfanya madharau yote. Walimtoa kwa serikali na madharau wakisema ya kwamba ni miezi 2-3 asahaulike na mambo yake ya kisiasa ikwishe. So nashangaa 1 year later the man stands to be the discussion of the day. He's still the man yule ambaye ndiye anatingiza ngome zote za kisiasa katika nchi ya Kenya. Na hiyo ni kumaanisha wanadamu wanaweza kuwa na mipango yao, lakini Mungu anakuanga na mipango yake. Na ile mipango Mungu alikuwa amepangia Rigiji ni wazi kufikia hapo sasa ya kwamba hakuna mwanadamu ambaye anaweza ipangua, kwa sababu angali wanamuongelelea. Hata saa nyingine naonanga wakienda kule bungeni, saa nyingine wabunge wanashikwa na roho. Sijui ni roho gani anashikanga wabunge wakienda kule bungeni, kuliko waongelelea mambo ya sheria kule parliament ama miswada. Unapata whole session wamesuspend kila kitu na discuss Rigathi Gachagua, a whole session, the whole afternoon. So he has been the man of the day. Na hiyo ni dhihirisho ya kwamba Gachagua is a man of people. He is a man to watch in the politics of Kenya, and that is why everybody is talking about Rigathi Gachagua. Everybody is concerned why this man from Wamunyoro did not show up. Na mimi kama mfuasi wake, kwa mawazo yangu ni vizuri niseme ya kwamba sisi bado tunafurahia vile ambavyo hakuenda kuingia katika hiyo mipango ya William Ruto. Kwa sababu vile ambavyo tumeona a lot of prophecies zilikuwa zimepeanwa. Sijui kama nyinyi wa Kenya mumeona so many prophetic videos zikizunguka katika mitandao. Watu tofauti tofauti walikuwa wamepatia mzee onyo wakimwambia kwamba jitenganishe na huyu mtu. Sijui uko na miezi 6 uko umejitenganisha na huyu mtu. A lot of prophetic videos nyingi sana nimeona kwa mtandao zikitembea. Na hata ingine nimeona ambayo imenishtua sana. Hata iko jamaa ambaye amekuwa wa William Ruto kwa muda mrefu na anaongeanga sana kule Nairobi. Sikumbuki jina yake. Huyo jamaa nimeona pia hata yeye alikuwa amepatiana onyo kwa mzee, akamwambia sitaki serikali isikie nikikwambia, lakini kaa mbali na William Ruto. Iko huyo jamaa anaongeanga sana kule archives. Na huyo jamaa ni mtu wa mkono wa Oscar Sudi. Na iko siku akiwa amejawa na Roho Mtakatifu akaongea, I think it was about 4 weeks ago, akiambia mzee ajitengane na Raila Amolo Odinga. Na so as a result of all those prophetic videos and messages that are moving around, zilikuwa zinaambia mzee akae mbali na William Ruto. Hata sisi kama wafuasi wa UDA, sisi kama wafuasi wa DCP, tukiongozwa na kiongozi wetu Rigathi Gachagua, tunamwambia pia hata sisi tungetaka akae mbali sana na William Ruto. Tungetaka akae mbali sana na William Ruto. Na vile ambavyo hakuenda kukusanyika na wale watu, mimi niliona hapo walifanya jambo ambalo ni la busara zaidi, kwa sababu wale watu ni wakora na hakuna kitu hawezi mpangia. Nyinyi mliona I think wiki 2
kabla mzee aage walikuwa wameeneza habari kwa mitandao ya kwamba ati Rigiji wakiwa na Kalonzo wanasema mzee amekufa. Imagine, unajua hata kama ni kudanganyana kwa siasa, iko mambo ingine surely ni beyond viongozi kuongea. Ya? Kwa sababu hata kama ni kutafuta tu uongo. Nyinyi wa Kenya mlisikia mahali mzee Rigathi Gachagua kiongozi wetu makiwa na mzee Kalonzo Musyoka wakieneza maneno ya Raila kweli? Hakuna. Lakini wale wakora wa William Ruto walieneza hiyo habari. Na walikuwa wanafanya hivyo ili wapiganishe wafuasi wa mzee Raila Amolo Odinga na viongozi wa upinzani. Sijui kama walikuwa na habari ya kwamba mzee ataaga, ndivyo wakatangulia kupiganisha viongozi wa upinzani na wafuasi wa mzee Raila Amolo Odinga, ama walikuwa natafuta nini hapo katikati sijui. Na kama walifanya hivyo, so hata hiyo siku watu wanaomboleza. Tunafurahia sisi kama wafuasi wa DCP vile mzee wetu, kiongozi wetu, naibu wa rais Rigathi Gachagua hakufika kule. Kwa sababu wale watu walikuwa wamempangia njama. Walikuwa wanataka kama ataenda wapange vijana hapo watoe vurugu. Ndivyo ile kitu wanasamanga kila wakati ati Rigathi Gachagua ni mtu wa fujo na akienda mahali lazima kutokea vurugu wakuwe vindicated. Walikuwa wanajaribu kupanga hiyo njama. Na kwa sababu Rigiji yako na intelligence pia akasema ya kwamba na sababu hataki masinema na vipindi na hataki vurugu, yeye katika amani yake akaomboleza mzee kwa mitandao kama wale marais wengine wa Afrika walifanya, na akatulia kwa amani yake. Na alifanya jambo ambalo ni la maana zaidi, kupatia familia ya mzee ikiongoza na Mama Ida nafasi yao ya kuomboleza na kuzika baba yao. So alifanya tu jambo ambalo ni la maana sana, kuwapatia hiyo nafasi. Na akasimamisha shughuli zake zote za siasa. Mipango yote yake yote akasimamisha, akatulia kama Wakenya wengine mahali ambapo walikuwa. So alifanya jambo ambalo ni la maana zaidi, kwa sababu pengine kama angeenda sasa tungekuwa tunaongea story nyingine. Kwa sababu nyinyi mnajua wale watu hakuna kitu hawezi fanya. Wale watu ni wakora, ni magaidi bana. Hakuna kitu hawezi fanya. And we are telling our presidential candidate, His Excellency Rigathi Gachagua, sisi tunakuomba tu kama watoto wako katika chama, tunakuomba huyu William Ruto kaa mbali kabisa na yeye. Nimeona another prophecy imetolewa ya kwamba Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, Babu Owino, Matiang'i wajiadhari sana na wasikae karibu na William Ruto. Mahali ambapo tunaendelea, kwa sababu William Ruto hapendi kupingwa. William Ruto hapendi kupingwa. Amejitokeza kama kiongozi ambaye ni dikteta. Amejitokeza kama kiongozi ambaye anasukuma mambo kwa njia ya kifua. Na kwa vile ambavyo Rigathi Gachagua ndiye yule mtu amebaki katika nchi hii ambaye anaweza simama na apinge William Ruto bila kuogopa, bila kusurutishwa. Huyu jamaa, he can do anything. Na mkumbuke kama Wakenya, William Ruto na serikali yake wamejaribu kwa mara kadhaa, it is on record. Rigiji mwenyewe ashaiongea kwa media mara kadhaa. Wamejaribu mara kadhaa vile ambavyo wanaweza muua. They tried before. Iko katika vyombo za habari. So vile ambavyo walijaribu wakashindwa, saa hii hatuwezi waamini kamwe. Kwa hivyo hata sherehe zao sisi tunaambia kiongozi wetu, hata kama ni sherehe gani, for as long as William Ruto ako hapo, usiwahi hudhuria sherehe yoyote mahali William Ruto ako. Na nashukuru hata vile Kalonzo hakuenda hiyo sherehe ya Kitui jana. Unajua hao wakora wa William Ruto wakiongozwa na huyu jamaa anaitwa Cherengei, nimesikia wakisema ya kwamba eti Kalonzo is a coward. Ati sasa hakuenda Kitui. Kwani alikuwa akuje? Hakuna mahali Kalonzo alikuwa akuje ati hiyo Kitui mlikuwa mmeenda hizo sherehe zenu za kiserikali, ama mlikuwa mnataka akuje mumfanye madharau vile mlimfanya huko Nyayo Stadium. Tangu lini Kalonzo hakuwa akuje? Hiyo ni sherehe yenu ya kiserikali. Na tunaambia mpaka kiongozi wetu katika upinzani Kalonzo Musyoka, kaa mbali kabisa na William Ruto na wakora wake. These people, they can do anything to make sure mumeondoka ndio msije mkawapinga 2027. Na niambie jamii ya Wakamba, muombe huyo mtoto wenu. Vile tunaombea Rigiji, vile jamii ya Waluya wanaombea Eugene, vile tunaombea Martha Karua hapa, hata nyinyi jamii ya Wakamba muombe Kalonzo zaidi. Kwa sababu vile ambavyo imeanza kuonekana William Ruto hapendi kupingwa. Ya? Unajua nasikia pia watu wakisema ya kwamba mambo ya Raila yameharibika. Ile siku walisema ya kwamba chama ya ODM itasimamisha mtu, ndio mambo yake iliharibika. Naona wafuasi wengine wake wakisema hivyo. Na wako na haki ya kusema hivyo sababu ni haki yao na ni maoni yao pia. Alright? Ya, kwa sababu pia iko video zingine zinazunguka katika mitandao William Ruto akipromise ya kwamba atapeleka mzee Bondo na atampeleka bila kujua. Ya, hatuwezi jua alikuwa anamaanisha nini.
Na pia iko video zingine katika mitandao Oburu Oginga akiambia William Ruto, tunajua kama familia ya kwamba uko na mpango ya kumaliza kiongozi wetu. So hatuwezi jua vile kile kiliendelea. And that is why we as the followers of United Opposition, that is why we are telling our leaders in the opposition, tafadhali kaeni mbali na wale watu. Mukae mbali kabisa na wale watu. Sisi tutawaombea, Mungu atawalinda, hata wakijaribu na njia gani hile, hawata succeed. Mungu atawaweka uhai mpaka 2027 kwa sababu nyinyi ndio imani, nyinyi tumeweka imani yetu kwenu kama viongozi wa upinzani. You are the only hope that we have. Ya kwamba mtatuongoza 2027 kuyapeleka William Ruto nyumbani na mapema. Kwa hivyo wale ambao wanaongea mingi, sisi kama wafuasi wa DCP we are very much okay, na tuko na amani na tuko na furaha ya kwamba vile ambavyo kiongozi wetu alikaa mbali na wale watu. Nikimalizia, naona viongozi wa UDA wakiongozwa na kina Cheregei wana demand ya kwamba Edwin Sifuna atolewe katika kiti ya SG katika chama cha ODM. Mimi nataka tu niambie wafuasi wa ODM, mkikubali William Ruto aingie katika hiyo chama itakwisha. Na ikikwisha hiyo tu itakuwa hasara kwenu ama faida kwenu. Kwa sababu sisi tuko na chama yetu ya DCP. I'm only giving you a simple advice. Mkikubalisha William Ruto aingie katika hiyo chama ya ODM itakwisha. Na mimi naweza ambia Sifuna wakiwa na Babu Owino, mkifukuzwa katika hiyo chama, katika chama cha DCP tutafungua milango yote. Kwa sababu kiongozi wetu ako na experience ya kuteswa vile ambavyo mnataka kuteswa na William Ruto. Hiyo njia William Ruto anapanga kuwapitishia ya uchungu, kiongozi wetu tayari amekwisha ipitia ya uchungu. Hiyo kikombe mtakunyia hiyo William Ruto anataka mkunywie. Kiongozi wetu ameikunyia, anajua hiyo uchungu. Kwa hivyo mkivurushwa kule, ako na moyo kubwa na ako na moyo safi, atawapokelea katika chama chetu cha DCP kwa sababu yeye peke yake ndiye anaweza waelewa ile shida ambayo William Ruto is about to take you through. Kwa sababu hapo awali amepitishiwa katika hako barabara. Kwa hivyo in case wale watu wapige shoka, kwa sababu nimeona hiyo ndio mpango ya William Ruto wakiwa na viongozi wake wa UDA. In case mpitishiwe hako kwa barabara, huku kwetu milango imefunguliwa, milango iko wazi, kiongozi wetu Rigiji atawapokelea. Ndio tuunde chama kubwa ya DCP na tuendelee kuunganisha wa Kenya tunapojiandaa katika uchaguzi wa 2027. Na niambie William Ruto, acha kurembesha maiti. Mzee Raila Amolo Odinga amekufa na hata waifufuka mpaka dunia ikwishe. Raila is God and gone forever. He'll never come back. Acha kushinda ukitumia mambo mingi na maneno mingi za kumpaka mafuta. Kama kweli ulikuwa unapenda mzee Raila Amolo Odinga vile ambavyo unaambia wa Kenya, chukua wafuasi wake, ajiri wao kazi. Bwana William Ruto, chukua wafuasi wa mzee Raila Amolo Odinga, wapatie nafasi za ajira. Ile heshima kubwa unaweza onyesha mzee Raila Amolo Odinga, si kumpatia hizi majina zote, si kumpatia EGH. Amekufa, hajui na hata waijua, na ameenda na hata wairudi. Kwa hivyo kama uko na heshima na yeye, wale watu wamebaki, wapatie hiyo heshima sasa. Wale wafuasi wake sasa chukua hii nafasi, wapatie nafasi za ajira. Wale wafuasi wake wasomeshe watoto. Tengeneza mambo ya uchumi kwa niaba yao. Tengeneza mambo ya elimu kwa niaba yao. Tengeneza mambo ya hii SHA kwa niaba yao. Hakikisha kwamba wale wafuasi Raila ameacha, kwa sababu unajifanya sana vile ulikuwa unapenda Raila Amolo Odinga. Hakikisha wafuasi wake wale ambao walikuwa wanampenda wamepata nafasi ya kutibiwa bila malipo. Tengeneza hii ukora mlileta inaitwa SHA, tengeneza kama unaheshimu mzee Raila Amolo Odinga. Lakini hawezi shinda hapo ukisifu mtu ambaye amekufa kila siku kila wakati, na wafuasi wake wanauliwa tu kiholela. Kwa sababu hata tukiona wengine walipigwa risasi huko wakiomboleza huko Kasarani. Acha unafiki bwana William Ruto, acha unafiki. Mimi vile ambavyo najua, kama mzee ukipoteza rafiki yako, unahakikishanga ya kwamba wala watu wameacha umewaweka vizuri kwa heshima ya huyo rafiki yako ambaye ameaga. Unahakikishanga kama mzee wala watu huyo mtu ameacha, ile heshima ungepatia huyo mzee, ama ile deni uko nayo katika moyo yako ungetaka kulipa huyo rafiki yako amekutangulia, hiyo deni unalipanga wala watu ameacha. Nimesikia huko Kitui ukisema ya kwamba hata 2027 ulikuwa na mpango ya kuunga Raila mkono akuwe rais. Ni sawa.
Kama kweli ulikuwa na hiyo mpango, si uchukue wafuasi wake hapo mmoja, si uchukue mmoja tu uunge mkono akuwe rais. Yeah? If you mean it, Bwana William Ruto, wacha hadithi mingi. Raila amekufa peke yake, hajakufa na wafuasi wake wamebaki. Wachukue, wapatie nafasi za ajira katika serikali yako. Hawa vijana walikuwa na munga mkono wanateseka sana. 99.9% of them they are jobless. Wapatie nafasi za ajira. Wengi wanateseka, wanashindwa kusomesha watoto, somesha watoto wao kama ni kweli unamaanisha. Lakini hii unafiki ya ukora hapa ya siasa. Na niliwaambia, Kenya ukikufa wewe ni mtu wa maana sana. Kenya ukikufa wewe ni mtu wa maana sana. Na ukikufa utafanywa mambo mingi. Hiyo ni unafiki na ukora. Shame on you, Bwana William Ruto. Nitamalizia hapo. Kama kuna swali nachukua moja, kama hakuna swali tutatamatishia hapo. Mheshimiwa, nina swali kwa kuhusiana na kijana Babu Owino. Kuondoka kwa Raila Amolo Odinga katika siasa za eneo la Luo Nyanza kumefungua cheo ama nafasi katika uongozi wa Luo King. Lakini Babu Owino ambaye kwa sasa inaonekana kila mtu inaonekana upendo unaelekea kwa Babu Owino to be crowned as the Luo King. Lakini kuna wale waliopo katika chama cha ODM ambao wanampinga sana Babu Owino na wanafanya kila namna kuweza kusambaratisha juhudi za Babu Owino kuweza kuwafikia level ya kuweza kutawazwa kama Luo King. Mpaka kuja na narratives ya kwamba Babu hajazaliwa kule Luo Nyanza, Babu si Mjaluo. Maoni yako wasio kulingana na hili? Unajua watu walisema Rigathi Gachagua ni mkabila. Tukawaambia wale ndio wakabila wakubwa, lakini Wakenya hawakuamini. Saa hii wanaambia Babu eti ni Muhindi. Si wanasema ni Muhindi? Wanasema ametoka ni Bangladesh ama wanasema ametoka wapi? Wanasema ni Muhindi. Saa hii ndio wamejua Babu hiyo ni Muhindi kwa sababu angetaka kupatiwa nafasi ya kuongoza hiyo jamii. Lakini hapo mbeleni walikuwa wanamshabikia. Hii ni ukora tu ya hii. Niwaambia ukabila. Wale ambao wana practice ukabila tuliwaambia ni akina nani. Na saa hii sasa mnajionea. Ile kitu ambao mimi ningeambia Babu Owino kama kijana, kwa sababu yeye ni kijana wakiwa na Sifuna. Ile mambo mlikuwa mnafanya katika siasa zenu kwa sababu ya kufurahisha mzee. Sasa lazima ifike mwisho. Mzee ameenda na hata wairudi. Ile kitu sasa mnafaa kufanya kama vijana ni mkae chini mfikirie vile ambavyo mtatengeneza barabara yenu ya kisiasa. Kwa sababu mzee hata wairudi. Now it's up to you. Mujipange. Mutafute namna vile ambavyo mutasukuma na kuendesha siasa zenu. Kama wale watu hawataki kwa hiyo chama, kama wale watu wanamrushia vidole, nyinyi future yenu ni kubwa katika siasa, nyinyi bado ni vijana. Kaeni chini mfanye mkutano, mujipange. Mjue vile ambavyo mtafanya siasa za kuendelea. Lakini msikue watumwa saa hii eti mnatusiwa mnafanywa madharau, lakini hamtaki kutoka ama hamtaki kuchukua uamuzi mwingine. Eti ndio mfurahisha baba. Mnafurahisha baba mwenye saa hii ni maiti mwenye amekufa katika kaburi na hata wairudi. Hamuna nafasi saa hii ya kufurahisha mtu yeyote katika chama cha ODM. Isipokuwa nyinyi wenyewe kujifurahisha kwanza na kujitengenezea barabara yenu kama vijana katika siasa. Vile ambavyo hata Raila alianza from just nowhere. Akatengeneza barabara yake mpaka kafika mahali amefika. Hata nyinyi sasa mko na hiyo nafasi. Mmekomaa, hata mnafaa tu mfurahie kwa sababu Raila amewasukuma, amewaacha mahali nyinyi hamunyonyi. Nyinyi si watoto tena kisiasa. Nyinyi ni watu ambao wamekomaa, hamunyonyi. Nyinyi mnaweza kula githeri, mnaweza kula nyama, mnaweza tafuna mifupa, mnaweza vumilia mateso. At least angalau mko na nguvu. Kwa hivyo mjitahidi, mshikane wale vijana wote ambao William Ruto anapanga kuvurusha katika chama cha ODM. Mjue vile ambavyo mtashikana kuendelea mbele. Na sisi tunasema ya kwamba mkitaka tuungane, tutaungana kwa sababu hatutaki siasa za chuki na utapeli. Tunataka tuzimalize 2027 kwa sababu mtapeli mkubwa wa siasa Kenya hii ni William Ruto. Muongo mkubwa wa siasa Kenya hii ni William Ruto. Yule mtu ametesa wa Kenya sana Kenya hii ni William Ruto. Tunataka tumalize hizo siasa za utapeli 2027 na William Ruto akwende akiendanga. Kama vijana tushikane, tuinuane na tupigane hii vita tukisonga mbele. Tujitafutie barabara yetu ya kisiasa. Ndio tuweze kustreamline na kusafisha siasa za Kenya. Mambo ya ukabila sisi tulisema hiyo ikwisha kabisa. Ya? Tufanye siasa safi. Na watu wasikue watumwa wa mtu ambaye tayari kwisha ashakuwa maiti. Mnateswa hapo mkiambiwa tu msikosee mzee. Mnateswa hapo mkiambiwa tu msikosee mzee.
unanyimwa nafasi, mkiambiwa hapo mzee ashaenda. Mwenye alitaka kupatia heshima mzee alimpatia wakati alikuwa uhai. Saa hii mtu yeyote anasema heshima ya mzee hizo ni bwebwe, abrakadabra na vipindi. Siku za mzee kupokea heshima yenu zimekwisha na hazitawahi rudi tena. So ni hayo tu. Mheshimiwa kijana Msafi, kulingana na maneno jana aliyoweza kusemwa na gavana wa kaunti ya Kisii, Gavana Simba Arati, alimuomba Rais William Ruto kujiunga na chama cha ODM aswa kuweza kumaliza chama cha UDA ama kuweza kumaji vyama vyote viwili, chama cha UDA na chama cha ODM ahead of the 2027 general election. Gachagua hapo kitambo alituambiana, William Ruto mwenyewe alimwambia wakati alimleta Raila Amolo Odinga kwenye serikali, lengo lake kubwa lilikuwa ni kukimaliza chama cha ODM. Je, the merging of ODM with UDO, William Ruto entering ODM party, what would that mean to the political realm of the Republic? Unajua hiyo tu ni ukora tu inakorogwa hapo. Nimeona Simba Arati akiambia William Ruto aingie katika chama. Unajua nataka niambia jamii ya Nyanza, hawa viongozi mumeachiwa wako kwa viti ambao wanatafutia tumbo zao na wanatafuta mamlaka. Wataanguka katika mtego ya William Ruto ya kupatiana ODM katika UDA zimaji. Wakijaribu kujitafutia nafasi zao, wakijaribu kutafutia unga. Lakini ile swali mnafahamu mjiulize nyinyi kama wafuasi wa ODM. Kwa sababu Simba Arati anaambia William Ruto achukue chama ili wao waendelee kusaidika katika utawala na kutafuta pesa ya kukula. Nyinyi kama wafuasi wale ambao ni wananchi wa kawaida, mtasaidika vipi? Matakwa yenu imehushishwa pale katika hiyo maongeo. Kama matakwa yenu haijahushishwa katika hiyo maongeo na nyinyi ni wanachama, mnafahamu katae na mnafahamu katae kabisa. Otherwise mkia kubali William Ruto akuje ingio katika hiyo chama, mnamjua saa hii William Ruto kisiasa hako na ukoma. Na ndio maana amesambaratisha hiyo UDA yake imekwisha. Saa hii hata hawajielewi, watu wengine hata wanangojea tu siku ziendaende watoroke wote. Mkikubalisha yeye akuja ODM, atakuja na hiyo ukoma. Ile ukoma amemaliza nayo UDA, atakuja nayo ODM na pia ataisambaratisha. Na mnakumbuka, unajua hata Rigiji is a very prophetic man. Last year aliwaambia, I don't know what I think early this year aliwaambia kwamba anajua mpango ya William Ruto ni kuhakikisha kwamba ODM imesambaratika. Na ni kweli sasa tuko hapo sasa. ODM saa hii inaongea na ODM iko na sauti karibu 10 tofauti. Kona fulani wanaongea hivi, wengine kona fulani wanaongea hivi, wengine kona fulani wanaongea hivi. Tayari amesucceed kuisambaratisha. Mimi niambiwa, nami anaunga mkono Sifuna vile ambavyo alisema ya kwamba ni wakati sasa wa wananchi na wafuasi wa chama wenyewe waamue vile ambavyo wanataka na chama. Kwa hivyo niambia wafuasi wa ODM, wakati ni wenu. Mzee ameenda hata wairudi. Ile uamuzi mtafanya ni either nyinyi itafaidi ama ni nyinyi itachoma. So uamuzi ni wenu kama wafuasi wa chama. Mkikubalisha William Ruto akuja leta ukoma katika hiyo chama isambaratike, nyinyi ndio mtapata hasara. Mkikataa kabisa msimame na chama kama wenye chama na wafuasi wa mzee, msimamie ile ODM, ile kitu ODM ilikuwa inasimamisha kutetea Wakenya na haki zao, basi nyinyi ndio mtapata faida. Kwa hivyo mpira iko kwenu. Mkikubalisha hawa tumbocrats, wale ambao mliona wanaongea huko, kina John Bandi and the rest, wanarukaruko huko, wanatoa jasho, karibu wapiga magoti wakiambia William Ruto vile wako kwa serikali. Hawa ni tumbo zao wanatetea. Hawa ni kazi zao, nafasi zao za kazi wanatetea. Ndio wasikosa hiyo milioni wanalipangwa kila mwezi. Nyinyi nani anawalipanga? Mkigojea hao watu wawatetee, mtagoja sana. Mkitetea hao mawaziri wamepatiwa kazi na William Ruto watetea, mtagoja sana. Angalau wale watu wanaongea sauti yenu hapo ni wachache na mnawajua. Kwa hivyo the ball is on your side, nyinyi ndio mtajipanga. Sisi tu ni kuwashauri tu kwa roho safi na hatuna ubaya na nyinyi. Swali langu la mwisho mheshimiwa ni kuhusiana na reception ya the former president Uhuru Muigai Kenyatta. Tuliona mapokezi ya Uhuru Muigai Kenyatta kila kona ya hii nchi tokea alipopata kuiaga dunia Raila Amolo Odinga, yamekuwa ni mapokezi ambayo yameweza kuleta another picture of the former president kama kiongozi wa eneo la Mlima. Uhuru alionekana kwamba anapendwa sana kule Luo Nyanza, pia hapa Nairobi Nyayo Stadium when he stood to speak.
I would love to know what is the current relationship between Uhuru Muigai Kenyatta and the United Opposition. Uhusiano wa Uhuru Kenyatta na United Opposition saa hii si mbaya, na mara mingi nyinyi mnaona wanaketi chini, bwana Kalonzo, bwana Eugene, bwana Rigiji, Martha na pia Matiang'i. Na vile vile ukiona Matiang'i anakaa katika hiyo meza na yeye amejiunga na chama kile ambacho Uhuru Kenyatta ndiye party leader, so hiyo inakuambia mahali Uhuru Kenyatta ako. Tunaelewa Uhuru Kenyatta ya kwamba ni rais ambaye ni mstaafu, na hizi siasa motomoto za one term ama two term yeye anajashindwa kuzifanya kwa sababu ya ofisi yake ya rais mstaafu. Lakini wale ambao ni werevu mnaangalia tu dalili, mnajua mahali mzee anasukuma mambo yake. Na tunashukuru wa Kenya vile ambavyo walimpokea kule vizuri kule Nyayo Stadium. Unajua ukiweka William Ruto hapa na uweke Uhuru Kenyatta, William Ruto ako na sura ya siasa za uconman. Ako na sura ya siasa ambazo ni za kudanganya wa Kenya. Na ndio maana wafuasi wa Raila Amolo Odinga hata muwakarangie nini hawawezi kuamini William Ruto. Lakini kuamini Uhuru Kenyatta wanaweza muamini. Kwa sababu Uhuru Kenyatta hana historia ya siasa za ukora, za kudanganya na za kukoni watu na za kifua. Uhuru Kenyatta hana hiyo historia. Lakini William Ruto saa hii kila jamii Kenya mzima inaogopa William Ruto kwa sababu siasa zake zimeonekana wazi ni za ukora, ukoni manapo na kudanganya kila wakati. Nafikiri ndio maana hata jamii ya Waluyo wale walikuwa wanafuata mzee walikataa kumshangilia kule Nyayo Stadium, lakini wakashangilia Uhuru Kenyatta. So kwa hivyo niambia wa Kenya, uhusiano wa Uhuru Kenyatta na viongozi katika upinzani hakuna matatizo yoyote. Wako sawa, na hakuna vita kamwe. Wako sawa kabisa. Ni vizuri kuhakikishia hiyo. Swali langu la mwisho. Tuliona Rigathi Gachagua na Uhuru Muigai Kenyatta na Kalonzo Musyoka pale Nyayo Stadium. The embrace and the brotherly love ambayo Uhuru aliweza kumuonyesha Kalonzo Musyoka, hata kama igawa Kalonzo hakupewa nafasi ya kuzungumza. Na tumekuwa na party SG, Secretary General wa chama cha Jubilee, Jeremiah Kioni, ambaye amekuwa akitukana kina Kalonzo Musyoka na wengineo waliopo katika United Opposition, akisema kwamba watu they don't mean what is good for the republic. Je, ungemwambiaje Jeremiah Kioni kama tunaona is party leader yale ambayo anayafanya? Unajua Jeremiah Kioni ni njaa tu inamsubuanga. Hana shida kubwa, shida yake ni kidogo tu. Hii kelele unaonanga saa nyingine anapiga ni tumbo tu inakuanga imeleta shida. And that is why utapata sometimes anasifu Rigathi Gachagua na Kalonzo Musyoka. Saa nyingine njaa ikizidi sana unasikia ameanza kualima, tumbo ikitengenezwa tena natulia. Shida ya Kioni ni kidogo tu, it's a problem that is manageable. Hiyo tu ni kitu tu itakuwa managed very well. Na hata yeye aliona kiongozi wa chama yao Uhuru Kenyatta anaheshimu wale watu. Ni heshima kubwa sana. Uhuru alisimama akaenda mpaka mahali Kalonzo alikuwa akamuembrace. Unajua Uhuru Kenyatta is not a pretender, si kama William Ruto. Uhuru kama anakupenda hajui kuficha. Na Uhuru kama hakupendi hajui pia kuficha. Suriona iko jamaa anaitwa Ishongwa alisalimia hivi hata hakuangalia sura. Yeah? Uhuru Kenyatta doesn't know how to pretend. Alituambia William Ruto ni mwizi, hafai kuongoza nchi. Even though he was his deputy, alimpinga mchana wazi mchana na akaonya wa Kenya. Si alifanya hivyo? So aliongea ile kitu ambayo ilikuwa kwa moyo wake na ilikuwa ni ukweli. And that is why today he's vindicated na anatembeanga kifua mbele bila aibu kwa sababu alikuwa ameambia wa Kenya mambo ambayo ni ya kweli. So Uhuru Kenyatta is not a pretender. Ni yule mtu tu anakuanga so lively. Kama anakupenda anakupenda. Kama hakupendi hajui kuficha hakupendi. So and by how he embraced Kalonzo Musyoka huko Nyayo Stadium, ilionyeshana ya kwamba urafiki wake na viongozi katika upinzani bado iko sawa na ingali anawasaidia. Hii kelele unasikia hapa ni kelele tu ni tumbo tu. Hata huyu jamaa anapiga mdomo hapa anaitwa Ngujiri hapa. Ni njaa. Usifikirie kuna kitu kingine kubwa. Hakuna kitu kingine. Akishiba tu utaona tu huku mambo itakuwa sawa. So and I think at the due time when that time comes mambo yao ya tumbo itashughulikiwa, watashiba na hiyo kelele watazima. Lakini pia tunawaambia ingawaje tuko na mashindano katika upinzani, because tuko na mashindano ni sawa kwa sababu tuko na vyama tofauti na tunapigania viti.
Lakini hata kama tuko na mashindano katika upinzani, bado lazima tupime ile maneno ambayo tunatumia. Tusiumizane sana na sisi ni timu moja. So shida ya hawa Kioni na Wambugu wanaendanga sana. Wanaongea mingi. Na hiyo inakuwa matatizo. Sababu ukiangalia mashindano yetu kati yetu na Wiper hatuumizani. Kati yetu na PLP sisi hatuumizani. Kati yetu na DAPK, kama saa hii DAPK kule wako na candidate kule Malava. DCP at the same time tuko na candidate. Umesikia maneno machafu huko wakisemezana? Hakuna. It is a friendly rematch. Tuna jaribu hapa compete, lakini katika njia ya heshima na utulivu. Sababu lazima tusonge mbele at the end of the day. Yes, kama hakuna swali lingine nitatamatishia hapo. Niambie vijana wenzangu katika nchi ya Kenya, msiogopeshwe na zile sheria mbovu ambazo William Ruto anapitisha usiku na mchana bila Wakenya hata kujua. Hizo sheria zote ameweka kidole, na hasa hii sheria ambayo ni ya cyber crime bill isikije ikawazima. Muache kazi yenu kubwa mmekuwa mkifanya kama Wakenya wazalendo ya kukosoa serikali. Tafadhali tushikane vijana wa taifa hili, tusiogopeshwe. Hata tukipigwa teke, hata tuwekwe pingu, hata tufungwe jela, ni kazi yetu na ni wakati wetu. Mungu ametupatia nafasi kama vijana wa nchi kutetea haki zetu. Kwa hivyo hatutakubali mtu yeyote, hata kama ni William Ruto, kutuzima. Hatutakubalisha yeye kutengeneza sheria bandia ili atuogopeshe tuache kukosoa serikali. Tutaendelea kukosoa serikali, mahali inakosea tutasema, mahali tunadanganywa tunasema, bila kuogopeshwa na bila kusurutishwa. Asanteni sana, Mungu awabariki na Mungu alinde taifa letu. Asanteni sana.